cool. It's good to have that, but mimi you're not impressed me kitu changu kinawaza base. Alafu nije kuentertain mahusiano. Mtu wako lazima anaanza kukupressure kwenye level ya maisha ambao wewe haupo. Baby naomba hichi, baby naomba hichi, baby naomba kile, naomba hichi. Sasa uwezi ukasema kwamba kila mtu anayetouch forex ni mtu mwenye hela. Sio, umeelewa vizuri? Ila ni biashara kama biashara nyingine. Wa Tanzania huyu sasa nani wewe? Mimi naitwa Samuel, almaarufu kwa mtandaoni as Samuel. Ni founder and CEO wa Kings Capital na endesha trading firm. I'm a forex trader, lakini pia I'm a professional nurse and a midwife. So we just living the life. Ni kizazi kimoja na Faraja. Sasa sija mada hoja nimekutia katikati. Sitaki ku jump in. Kizazi kimoja. Kizazi kipi? Really? Lakini anaonekana ni hustler. Kwa ni kizazi kimoja. Ni kizazi kimoja. Kama mtu anayetafuta hela, anaona kabisa ya kwamba hivi, unajua kwenye haya maisha, mimi naamini ya kwamba kwa sehemu kubwa vijana maybe tumesahau kutimiza zile ndoto zetu. Sasa na mtu ambaye anatambua ya kwamba haya yote yanawezekana, vile ambavyo anaviimagine anaweza make it possible, na ana fight kama anavyo fight hapa dada, kuona kwamba hela zinatengenezeka na zile possibilities zinaonekana, basi ni kizazi kimoja. Mtu yoyote usipende purpose yako kwenye maisha utateseka. You just need to know your purpose. For sure. Na uwe na malengo yako, hakikishe kwenye malengo. Haijalishi ni mahusiano yatakupeleka vipi. Haijalishi, you just need to focus. Yaani watu wengi tunasahau kama nilivyosema. Unakuta kuna vitu ambavyo sio vya msingi. Sasa let me ask you, what is sex? What is relationship? Mahusiano yani. It's good to have that, but mimi you're not impressed me kitu changu kinawaza base. Alafu nije kuentertain mahusiano. Faraja ni wa kwanza kuzaliwa. Your first born. This is the vibe of first born. And that's my dad. That's all good. That makes sense. Sasa Faraja, lengo la sisi kutanishe kwa intro ya brother umesikia. Vitu ambavyo wanafanya. Brother pia bwana namba Faraja ufahamu afanya nini. Pengine just in case. Sikia ufahamu. For real ufahamu leo. Kwambie Faraja unafanya nini wewe? Mimi ni mfanya biashara. Yes, na my brand of skincare products in Essence. Organic, pure organic products. My business and lifestyle coach. I'm doing this kind of network marketing as a part-time because ni kitu ambacho nilifanya kwa kujaribu ile ikanipa. Yani kama unajua kuna watu wengi wanaamini kwamba network marketing ni lakini it can give the life you want if you focus. Exactly. Ila pia nimejua I'm about to quit because I'm my own boss right now. So I just need to handle my business and hivyo songa na nisikia kwa hivyo nimeanza kwenye maisha ya ajira, nikaona ajira iweze kanipatia maisha ndoto yangu, nikaanza kwenye hizo network marketing na mama. Boss lady. Yes, nice. Handling Instagram yako one more time. Coach Faraja. Handling ya Mr. Samuel Instagram. Na pia mtu akisearch Mr. Samuel ananipata, au akisearch Kings Capital atanipata pia. Faraja unataja namba? Ni for business tu lakini. Yes. For business tu. Yes. Kwa ajili ya biashara brother. Kwa mkoani unataka kwa wakala wa products zangu, karibu sana. Muda wote ni hata saa 6 nitapotea simu. I don't know. Usiana na unataka kujui wazie wapi, labda you just need idea. Kuna watu wanao, I'm sure naongea hapa, kuna watu labda wana pesa sana hata kunizidi mimi, lakini hawana idea kitu gani afanye. Na kidogo pesa jaribu vitu vingi vinashinda, some just here to guide and push. Oh good. That's nice. Faraja, asante kwa muda wako, tumefurahi nilikuwa na wewe. Sasa hivi bwana, baada ya wakike ni wa kiume sasa. Bwana so sad. Now it's the time ya saa Samuel. Faraja, asante, tutafurahia pia kuwepo na wakati mwingine. Thank you. Big time. All right. So Samuel, kama unajua hapa ni ngoma gani asubuhi umeipa skill. Sasa sema inaweza ikawa sasa hizo tukianza kutype Kikorea hapa inaweza ikawa na nili kama ngumu. Kuna ngoma fulani nilikuwa nimeamka nayo japokuwa sasa ya Korea wana challenge fulani hivi
Sasa ikabidi lakini unaweza kaisikiliza kidogo. Sasa wengine ambao hawataelewa sasa amesema nimeamka na hivi ndio nimeamka. Sawa. Bwana, kuna kitu gani ambacho cha kwanza mwenyewe ukipenda maisha sasa? Nafikiri mimi sipendi uongo. Yani sipendi mtu ambaye yani kona zinakuwa nyingi. Kwenye maisha yako wewe? Yani kwenye maisha yangu mimi. Yani ambacho sisi tunakiona kwenye maisha yako. Ambacho mimi sikipendi. Ambacho ukipendi, ambacho sisi tunaona kwenye maisha yako. Sasa hatujui kama unapenda au upendi, lakini wewe unajua mimi sipendi, lakini ndio watu wanachokiona kwenye maisha yangu. Sasa sema ujue shida mimi kwenye maisha yangu mimi hamna kitu ambacho sikipendi kwa sababu sasa hivi naweza nikasema I'm living my life. Sasa sijajua kitu ambacho sikipendi. Kuna kwa dada ambapo unakuta kuna sisi tunashuhudia deep down sipendelei aina hii ya maisha na yani au fulani unajua ile kitu ambacho yani wewe unaishi yani ujue ukinirudisha miaka 4 iliyopita ukiniuliza hilo swali ukiniuliza hilo swali kuna kipindi ambacho nilikuwa nauza karanga, so unajua, alafu mimi nilikuwa ni kijana fani active sana kanisani. Nilikuwa napenda sana kuvaa suti, alafu kuwa smart ilikuwa ni kama tabia za Wasabato. Sasa nikitulia pale kanisani na ubiri, nafanya hichi, nafanya kile, alafu mwisho wa siku mtu ananikuta nauza karanga. Unapiga swali hivi mtu hadi inakata kama unaelewa kama kijana mtu ambaye unaheshimika kwa mitaa kama ile. Nakumbuka kuna siku sababu nimefanya vitu vingi nilikuwa nachoma mahindi na nimetulia kwenye kijiwe changu nauza, mchungaji akapita afa akanipa hai afu na sauti kubwa afu anambia kijana safi. Sasa ile afu Jumamosi amepanda kwenye mimbari anahubiri afu akanitaja akasema bwana, natoa mfano kijana wangu pale anapambana sana, safi sana. Kwa hiyo labda kusema tukirudisha miaka fulani hivi nyuma, hizo moment maybe zilikuwa zinakata, japokuwa ndio zinakupush sasa kwenda kwenye age yako. Sasa mzee, bwana muda tulio nao hautotosha kufanya interview na wewe. Okay. Kwa sababu una mengi sana ambayo ya kuwafanya vijana wayasikie. Sure. Unaelewa vizuri. So hii so interview. Okay. Sasa nataka tushare tu machache. Tupige sana. Wewe. Bwana tupige story so for free. Sasa tunaona swali pia. Okay. Japo sisi hatuna swali kwako. Ili tunafanya ku celebrate na tushie maisha yako. Exactly. Na ulipe. Yeah. Bwana sio rahisi kwa kijana yote ambaye utamwambia kwamba ametoka kuuza karanga miaka mingi iliyopita. Flow hii anasikiliza challenges za Korea. Anasikiliza challenges za Korea. Yaani ukichora 3D yaani bali sana. Nimekuja na nini bali? Wapi? Hapa chini. Nimekuja na hapa duniani. Kubwa sana. So si timu ipo ya watu wengi, kuna watu wengine tena wapo chini. Okay. Unatembea na tagi kubwa Unatembea na tagi kubwa Amna, inategemeana na kupia na siku. So huwa stoki sana ndani, kwa hiyo ikitokea umetoka unatoka na kijiji lazima. Amna, hiyo itasaidia. Unajua kuna kipindi ambacho watu wakisha kuspot afu huko na maisha fulani, kuna muda kila mtu anakuwa na jicho lake. Sasa ukijiseparate ujitoa idol alafu hicho kitu jana naongea kwa watu wengi sana. Usipende sana kujitoa idol kama tayari jicho limekuwa kubwa kwa watu wengi. Sasa unapojitoa idol kuna muda vitu vinatokea ambavyo ni out of control. Nafikiri nilishashare stories zangu nyingi sana. Kuna ile event ambayo nilipigwa kama mwizi kwa sababu tu nilikuwa peke yangu afu nilikuwa idol. So since that time sijawahi tena toka peke yangu. Lazima nikitoka nitoke na watu. Ni nzuri nako pia. Sio baya. Kukaa peke yako afu unakuta hata pesa haiwezi kukusaidia. Bwana watu wanaamini mzee au kupika so rahisi. Sio rahisi kaka. Natamani tu tuambie ukweli. Vinakuaje? Bora vitu hapa. Bora kama hivi. Na nikikunukuu pia kuna siku tulikuwa tunadiscuss kwamba mara nyingi kuna kuaga na kama kauzibe hivi. Okay.
kwa watu ambao wamefanikiwa kuwaambia kwamba nilifanya moja bwana nifanye moja mbili tatu. Nakwambia tu yani wewe fanya pambana usilale. Tuambieni sisi tutajua tunaona kusoti. Yaani unajua, nasema kila mtu hapendi kusikiliza story, anapenda kuona picha ya nje. Vijana asilimia karibia 99 wanapenda kuona yale maisha ya luxury. The real process ile ya kuandago mpaka kufika pale, hamna mtu anayetaka kuisikia. Na kila mtu, hata mimi sasa hivi naweza nikawapa room hapa nzima, nikawaambia kama jamani hatua ni 1 2 3 kaeni. Nyewe masaa 24 hamna ya kukaa kuangalia kitu kimoja kwenye screen. Sasa hapo ndo ambapo tunapotofautiana, kwa sababu I remember back in the days nikiwa na mdogo wangu, it was the whole week hatujatoka ndani. Sasa mimi nikwambia hatujatoka ndani unaweza usiamini, ila tulikuwa kwenye screen just kuangalia kwamba hivi hii biashara inakuaje, wapi tunakosea, sio? Unanielewa vizuri? Sasa achana na hilo wiki, kuna months ambazo zinapita mtu hujatoka nje, yani vyakula tu vinaingia ndani na unajisort kwa vitu vichache, sio? Unanielewa? Sasa hamna mtu anayependa kuiona hiyo process. Kila mtu anapenda kuiona ile picha ya nje. Afa kiona ile picha ya nje anaanza kukadiria kwa miaka. Sasa huyu alivyo mbona kama lakini kila mimi ninayemwona anayefanikiwa huwa mimi namrespect sana, kwa sababu kile kitendo sio kirahisi. Na watu wengi sana hivi, unajua kuna matajiri fulani hivi inafika kipindi kijana akimwona anambia mbona kama anakosea. Sasa wewe unamkosoa mtu ambaye kafika pale, hujui kafikaje pale, kawekaje brand yake pale, ameendeshaje. Kuna muda sijajua mimi, lakini kuna muda kama unamuona mmiliki wa station kama vile mwaka anatakiwa afanye hivi, mwaka anatakiwa afanye hivi, sio? Unaelewa vizuri, ipo sana. So mimi ninachoweza kusema kwamba maybe watu wengi sana tunashindwa kukaa chini kuulizia ile real process, lakini wengi sana tunapenda sana kuulizia tu maneno yale motivation. Nifanye nini ili niweze nikafika hapo? Nifanye, lakini lile swali ya kwamba bro uliundergrow through nini mpaka ukafika hapo, hilo swali watu wengi sana waulizi. Na tukisema kwamba hata hapa tuanze kusema kwamba bwana sasa mwelezea story yako ya maisha, tukianza kuelezea kila mtu atachoka. Anasema basi inatosha. Sio msoma. Japokuwa si rahisi na age doesn't matter. Na hicho ndio kitu ambacho mimi nimekuja kujifunza, kwamba biashara haikuangalia wewe ni mtoto, wewe ni mkubwa, wewe una mvi, wewe unafanya nini. Kama ni hasara ni hasara, kama ni faida kama ni faida. Kama unatumia strategy nzuri kwenye biashara yako italipa, kama unatumia strategy mbovu itakataa. So nako pia unajua, juzi nilikuwa naongea na wanachuo nikasema kwamba unajua wanachuo mna spirit sana ya mafanikio, siwezi nikakataa hicho kitu, na mnajituma sana muweze mkatoboa maybe mkiwa chuoni, siwezi nikakataa hicho kitu. Maybe kuna story mmeziona Mark Zuckerberg alitoboa wakati yupo chuoni, au fulani alitoboa wakati yupo chuoni, afu zile zinaleta morali fulani kwa kusema na mimi pia naweza nikatoboa nikatoka nikafanya nini. Lakini ukweli halisi awaambia kwamba kwenye inversion ya kitu kipya, au unasema uzinduzi wa kitu kipya, au kwenye mithili ya biashara, haizingatii age. Yani wewe mwanachuo ya kwamba eti una product zako basi ndo watu watazinunua. Au wewe mwanachuo umekuja na project yako unaipresent maybe kwa investor, basi investor watakukubalia eti kwa sababu huyu jamani mwanachuo. If it doesn't make sense, it won't work out. Yani kama it makes sense, haifanyi kazi. Kwa wanaotoboa, anayetoboa yule mmoja sio kwa sababu alikuwa lucky, eti kwa sababu alikuwa ni mwanachuo ndo alikuwa lucky. Yani yule mtu alikuwa na akili ya biashara. So katoboa kwa sababu amedo the right thing. So hicho naweza nikasema kwamba kwa perspective ya watu waelewa kwamba it's not easy. It's not easy and age doesn't matter. So just for the record, leo ni tarehe 26 leo, mwezi ni wa 3 March mwaka 2026. Dao bwana. Yo, so it's Friday, France, James Public _figure. Yes, DJ Crush Selector. Now the time you saw someone. Feel it? Sasa, taarifa ziende kwa wote ambao sasa hivi wanasikiliza radio kuanzia Mwanza, Arusha, Bukoba, kote Tanzania nzima, Afrika nzima, au bwana. Na hii radio unaweza kuisikiliza dunia nzima. Kama tuna kifaa ambacho kinakuunganisha kwenye internet, nenda kwenye ile sehemu ya search engine browser, kitafutio, andika pale kisfm.co.tz. Chini kuna link, ukiklik inakupa nafasi ya kuweza kusikiliza hii show mpaka mwisho. Utasikiliza kitu ambacho cha Samuel ajaye sasa ajaye kumwambia mtu naona bwana mimi bwana nimeomba bwana akijifungua
Sasa jamaa eti kwamba akijifungua katoto sasa unadhani tunakuchukuliaje yani? Wewe unadhani tunakuchukuliaje wa Tanzania? Nafikiri sana yani mnanichukulia kama nina hela nyingi vibaya mnaji. Kuna mtu yani kuna kijana nishakutana naye yani at least sijui mimi ni Bill Gates yani. Japokuwa anyway, ngoja mimi labda ni clear the doubt. Let's go there bro. Forex ina hela ila haina hela kiasi hicho cha kusema kwamba anyway, ngoja niweke vizuri kwa sababu maybe ma traders wengine wanaweza wakanishambulia nisipo iweka hii point straight. Listen, forex ina hela ina depend na yule mtu anayeifanya. Kuna wengine wanaifanya kwa udogo, kuna wengine wanaifanya kwa ukubwa. Ni biashara tu kama biashara zingine. Kama huwezi elewa ya kwamba ukiingia kwenye kilimo bila kuwa na elimu sahihi ukaweka milioni 10 yako alafu ukakosa elimu sahihi ya kilimo, lazima tu utaambulia kuvuna mabua, na unakuta hata mbegu hazitachomoka juu, kuna zingine zitakufa wakati hata hindi tu halijatoka kwa sababu tu ya elimu ya biashara husika. Kuna wengine walisikia kwamba pilipili zinalipa wakazivamia. Lakini kilichowakuta nafikiri tunaelewana. Inamaanisha kila sehemu bwana kuna watu ambao wanafahamu ile biashara husika. Na kwenye kuifahamu inamaanisha mtu alikaa kwa muda fulani akastadi both kwenye upande wa hasara na faida, akaangalia changamoto, alivyojua kuzitatua ndio ambapo akaanza kuona mafanikio kwenye biashara husika. Sasa uwezi ukasema kwamba kila mtu anayetouch forex ni mtu mwenye hela. Sio, umeelewa vizuri? Ila ni biashara kama biashara nyingine. Kwa hiyo kuna kipindi cha faida na pia kuna kipindi cha hasara. Ila hela za kila siku nako pia hazikosekani. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna ile perspective ile ya kwamba huyu jamaa hawezi kufilisika. Kuna muda fulani hivyo unakuta akaunti zinadondoka. Unakaa chini tu unatulia kama mfanya biashara, una relax ndani. Utaniona nje na jaribu kuangalia napangaje majeshi ili kuona namna gani ya kupiga hatua. So ni biashara biashara zingine. Muda wa faida upo, muda wa hasara upo, na sasa hivi Trump anapopiga makelele ndio unakuta kwamba ni soko ndio limevuruga kabisa. Uelewi gold inafanyaje, dola inafanyaje. Kwa hiyo unakuta sasa ndio muda ule wa changamoto. Sasa na hizi changamoto huwezi ukakaa na mtu ukaongea naye. Kwa mfano mimi hapa naanza kuongea biashara ngumu, shida nini? Trump anazingua. Sasa unaye vipi? Lakini sasa unaona hizi ndio factors zetu huku. Kwa hiyo kwa hiyo perspective ya kusema kwamba vijana wa forex wana hela muda wote, hicho ni kitu ambacho ni uongo. Biashara toka biashara zingine muda fulani hela zinakuja nyingi za kutosha, lakini kuna muda nako pia zinakuwa kama vile mtu anapozidisha muamala. Huyu kasema niwekea 300 yeye kaweka milioni 3. Alafu mtu kashaitoa na kapita kushoto. Sasa ndio hii jinsi ilivyo. Hasara zilizopo kule ndio zilizopo huku. Muda wa faida ulipo kule ndio upo nako pia huku. Sema tu inatofautiana na ukubwa na udogo wake. Sasa before leo kwa Samuel kuna mshikaji mmoja hivi nilikana naye siku moja. Naye anafanya hizi issue za forex. Akaniambia sasa hivi forex bwana kumekuwa na matapeli sana. Ndani sasa hizi kuna matapeli kinoma forex. Yaani kwanza kukuta tu Friday yuko zake maskani. Bwana mimi najua kufundisha hizi issue nini. Ukawa tajiri kama Samuel. Sawa? Kila mtu nataka anipe kama jiwe. Akishachukua jiwe kwa watu 10 hamna kitu. Kaingia kushoto. Hivi imekaaje kwa upande wenu nyinyi ambao mnafanya hizi issue? Hawa watu wanakuja wanawachafua. Haiwapagi ugumu sometimes mkiwa mna sign deals na watu wengine? Inatupa ugumu mkubwa sana afu perspective. Japokuwa kwangu mimi binafsi sio kitu ambacho kinanisumbua sana. Japokuwa kinasumbua sana pale ambapo unakutana na watu wengine. Unajua kuna muda industry inaheshimika sana kwa nchi za Ulaya. Sana ukienda Dubai, bwana ame forex trader, kwa mtu anakuangalia anasema kwamba kweli huyu kijana ana future fulani. Lakini kwa Tanzania kwamba ame forex trader lazima kwa sababu industry sasa inapochafuka inaharibu ile reputation ya biashara husika. Vijana wameingia kwenye limbukeni ya kusema kwamba nitatoboa kupitia forex. Kwa sababu ya picha ambayo maybe ipo mtandaoni ya kwamba kila mtu anayejaribu kwenye forex maybe anakuwa milionea. Sasa ile picha inamharibu kijana kwa sababu anatoka nyumbani akiwa na 200,000 yake, akijua kwamba ile 200,000 mimi nitaifanya iwe milioni 1 au milioni 2. Sasa unakuta ile 200,000 kaiweka maybe kwa sababu hana ujuzi wala hajui kitu chochote, kaipoteza yote. Anaenda anasaka nyingine 500,000 anaiweka inapotea yote. Hajui direction. Na mwisho wa siku akishapoteza zote, sasa anakaa chini. Sasa hapa anafanyaje?
Au unakuta hapo katikati ya safari alishawaiweka 300,000 alafu ikaenda kama 2,000,000. Sio umeona, alibahatisha maybe tuseme. Sasa na alipoipata ile hela maybe akashow off, akamwambia jamaa, "Oh mwanangu, leo nimetengeneza hichi, leo nimefanya hichi," na kule akaflex akafanya nini. Sasa baadaye hasara zinapokuja, maisha fulani tayari amesha ya present kwa watu kwamba bwana, mimi nimeshafanya nini, nimeshatoka. Sasa ule muda wa hasara unapokuja, anashindwa ile kukubali, yani ya kwamba bwana, huu ni muda wa hasara, acha tu ni chill, au niwaambie watu jamani, mimi sipo vibaya, biashara haiko vizuri. Sasa anashindwa kuambia watu, anaanza sasa zile issue za tuseme okay, let me go straight, the issues za kufake. So hizo umeelewa vizuri. Sasa mtu pale anapojaribu kuendelea kufake ndio zinakuja sasa ile mambo ya kwamba ngoja nikae chini hapa nifanyaje? Ngoja niwapige watu, ndio ukuta mtu anatengeneza. Ngoja mimi nafanya hichi. So sababu juzi alifanikiwa, mkamuona na kweli mkaiona hela. Ila sasa leo anakosa sasa namna gani napataje hela? Sasa anaweza akachukua advantage ya watu. Japokuwa si kila mtu ambaye anasema kwamba I'm training people na pia nitapeli. Kuna institute ambazo zimenyooka, zenyewe zimekaa kabisa zina train watu kuwa professional traders. Japokuwa kwa vijana ambao tupo mtaani ya kwamba bwana, mtu kaamka asubuhi anakwambia kwamba mimi naweza nikakufundisha nikaa tajiri. Sasa basi ujifanye wewe tajiri kwanza, alafu ualili. Japokuwa hii tunasema kwamba ni ulimbukeni kwa vijana. Yani big time ni ulimbukeni kwa vijana kwa kutamani kufanikiwa mapema kuliko ile process inavyosema. Process inasema miaka 3 au 4, lakini yeye anatamani iwe ndani ya wiki moja. Kwa lazima wakusanye wajinga ile wapige, alafu aiweke hiyo wiki moja. Sasa sijui kama nimeongea kwa mafumbo sana. Sana. Ni tafsiri ya list kabisa ambayo iko. Hivi elimu imechukua pakubwa sana ya mafanikio ambayo tumeyapata kupitia kutrade. Yani elimu gani ya shule hii ndio ambayo ina apply sana huko? Naweza nikasema ndio au hapana, kwa sababu shule ni muhimu sana. Yani naweza nikasema sehemu kubwa ya kutoa ujinga ilianzia shuleni. Na unapokuja kwenye hii industry unatakiwa uwe na akili ya utambuzi, inatoka na ule akili ambayo ipo sharp, ambayo tayari imeshakuwa trainiwa kule. Sio, unaelewa? Kuna vitu ambavyo mimi huku nikiambiwa naona kabisa hichi kina make sense, hichi kingine haki make sense, kwa sababu na utambuzi wa kujua hichi ni right, hichi ni wrong. Sio, umeelewa? Japokuwa unapokuja huku ni industry tofauti. Yani sawa tuna tukasema kwamba tumemaliza sekondari au maybe tumemaliza chuo, alafu tunaenda sasa kusomea maybe udaktari. Yani hata kama tumefundishwa namna ya kumpa mtu huduma kwanza sekondari pale, lakini ile elimu haiapply mtu akiwa anafanyiwa upasuaji kule. Kwa hiyo ni elimu kama ni elimu mpya ambayo mtu tu anaingia anajifunza kabisa darasani. Kwa hiyo kwa upande wa huku ule utambuzi, ule upevu wa kuelewa vitu, kujua Kiingereza hizi baby, hii ni hichi ni kile, ndio inaweza kukusaidia. Kwa hiyo ina play part ndogo, japokuwa ni kitu kama kipi ambacho mtu anaenda tu kujifunza kama professional mpya. Kwa hiyo elimu ni muhimu. Na wengi sana wanapigwa kwa sababu sasa hawana elimu. Kwa mfano mimi sasa hivi kwa jinsi ambavyo nakuona brother, nikija kwako nikakwambia kwamba bro, mimi nataka nifanye uwe milionea. Sio, umesoma vizuri? Mimi nikikwambia hivyo wewe unaweza ukafikiria nini kichwani kwako? Sasa hivi kijiji kwa sasa unaona? Mimi sana nakwambia sasa hiyo lazima elimu sasa, kwa sababu una upevu na akili. Kwa hiyo elimu lazima inasaidia. Sasa inaweza kachanganya ya kitaa au ya darasani na kopia, ambayo inakusaidia kuelewa kama bwana huyu jamaa anataka kunipiga. Bwana kama kwa hiyo elimu inasaidia. Turudi kwenye to skip process kwenye mafanikio na to celebrate pia mafanikio. Exactly. Bwana, mpaka kufikia kununua kitu cha pesa nyingi baada ya kuwa na pesa nyingi. Exactly. Sio bwana. Kaka, either iwe no au iwe yes. Lakini pesa ipo. Pesa ipo. Sio bwana. Sisi hatuna shaka juu ya hilo kwa sababu na sisi tuko na wewe hapa tunafurahi. Ila tunatamani tufahamu pengine. Ni inawezekanaje kwa muda mfupi wa kipindi ambacho umeanza kufanya shughuli ambayo unaifanya bila kujua timu ulio nayo na mpaka tushuhudie kuona matumizi ama fedha nyingi tunayoiona kwa macho toka kwako?
Okay. Watu wanapata maswali ambayo yani majibu yake wengi sana wanayakosa. Wanabaki tu kuena yao kusema sawa bwana, wewe sawa bwana, lakini deep down intervals ya huu muda ni sahihi kwa hiki. Yani kwamba hata leo mtu akaamua kae miaka 4 tutakuja kumpata Samuel mwingine kwa sampuli hii, kwa sampuli hii mafanikio haya tulionayo. Mimi naweza nikasema kitu kimoja, naomba nianze kidogo for the history. Bwana, mimi nipo kwenye industry kwa miaka 8. Okay. Mpaka sasa hivi nilipofika hamna mtu yote anaweza kanidanganya chochote. Naweza nikasema hichi ni cha kweli na hichi ni cha uongo. Ndio maana nilivyoanza by the intro nikasema biashara ipo, pesa ipo. Kuna watu wanaifanya kwa ukubwa, kuna wengine wanaifanya kwa udogo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba itategemeana tu na mitaji nako pia ya watu, ndio ili mposition mtu sehemu fulani. Maana kwenye kutrade pia unahitaji mtaji. Inahitaji mtaji. Okay. Sasa kuna wengine, ndio maana nasema hivi, kuna wengine wanauza vipodozi Njombe, kuna wengine wanauza vipodozi Iringa. Katulia tu pale na duka lake la mtaji wa milioni 3. Na kuna mwingine yupo Njombe pale yupo Iringa pale ila ana duka lina mtaji wa milioni 200. Kuna mwingine yuko huku amekusanya ndugu na jamaa na marafiki kachukua frame gari yako ana mtaji wa B1. Sio, umesoma vizuri. Kwa hiyo ile nguvu tu ya kuingia kwenye biashara ndo tunayo tofautiana. Sasa nako pia hapo inakuja tu na akili. Yaani kusema kwamba bwana niguse engo gani ili niweze mimi nikafika pale. Kwa mfano mimi naweza nisiwe mchoyo wa fadhila. Mimi kuna watu ambao walinisukuma kufika. In short kwenye sehemu ya mtaji. Sasa unaposema kwamba mtu kwa kusukuma ufike lazima uwe na common sense ya kwamba je, ni rahisi? Sasa kama ni rahisi inamaanisha kwamba mimi nahisi kama wote tungekuwa mabilionea kama ingekuwa ni rahisi. Inamaanisha kwamba wewe ungewafuata ndugu zako 2 watatu wangekuwekea kitita hapo unasema brother unafanya nini? Na unafanya kitu fulani, basi chukua hiyo milioni 200 nenda nayo. Sio, umesoma vizuri. Lakini ukiangalia mtu mpya, mtu mgeni jijini au ukiangalia kwa sehemu nilipotoka, ndugu haja play part kubwa, lakini unakuta kuna mtu ambaye ulikaa naye mezani ukampa logic na logic akasema kwamba mbona kijana una future, tufanye kazi. Sio, unaelewa vizuri. Sasa hiyo nako pia hiyo mind ya kuprocess hicho kitu mpaka kuiweka hiyo deal tiki mezani nako pia it need a lot of time, kwa sababu mpaka mtu aseme kwamba ina make sense ya kwamba bwana sawa Samuel mshika huu mtaji. Sio, umesoma vizuri. Lazima make sense. Naomba nionyeshe trading history yako. Withdraw zako hela ziko wapi? Na umeeshe trial. Sio, umesoma vizuri. Kuna undergo maybe process. Kuna client mmoja mimi nilikuwa naye. Niliundergo process karibia miezi 6. Tunapiga tu story na muonyesha, anajaribu kuona, anaangalia. Sababu tayari amesha undergo process ya kutapeliwa before. So anakaa anaangalia mpaka akusome, angalia, anaenda kuchunguza benki yako ina shilingi ngapi, so anafanya chunguza hichi, anachunguza kile, ni kweli. Sasa hapa anapoona ukweli je, then anasema bwana, sasa na hiyo process ina undergo ina take nini? Ina take time, anatumia akili nyingi. Sasa naomba niseme kwa hivi ya kwamba 8 years imenifundisha vitu vingi. Baada miaka 8 sio mchezo. Mingi sana. Miaka 8 kukaa kwenye kitu kimoja ndio sio mchezo. Watu wengi sana tunaanza leo biashara vipodozi, kesho tupo kwenye hichi, kesho tupo kwenye kile, kesho tupo kwenye najaribu. Sasa ile jaribu unashindwa kupata niche yako. Sio, umesoma vizuri. Kutoboa kwako kunaweza kukaa kunapunguza makali au kunaweka ile possibility ya kutokutoboa kabisa, kwa sababu unajaribu vitu vingi kwa wakati mmoja. Kiasi kwamba ukikaa ukitulia huna ujuzi wa kitu chochote. Yaani unakuwa unajua vitu vingi, na hivyo vitu vingi unavijua partially, unavijua mdogo kwa sababu maybe ulikaa miezi 6 hapa, ukakaa miezi 2 hapa, ukakaa muda huu hapa. Sasa mimi tangia nimemaliza chuo mpaka leo hii sijawahi kuacha forex. Sio, umeelewa? Ni asubuhi, mchana na jioni. Yaani imekuwa kama vile sasa ndio ile daily life. Sasa mtu anapoangalia miaka 8 ya forex kila siku, inabidi tu uelewe kwamba bwana, this guy deserve it. Kwa sababu sijawahi ku left the field since the day one I started it. So tulipiga nini? Chuo mimi nimefanya nursing and midwife. Ukunga na uuguzi. Tofauti. Unazalisha sana. Yaani ni kitu tofauti kabisa na huko. Moja kati ya moment ambayo umeenjoy ya kutumia iwe ni kiango kikubwa. Kiango kikubwa cha nini? Cha fedha. Kuhusiana na ile nani? Kwenye trading. Moja kati ya moment ambayo yani feel it na umeenjoy. Mimi nafikiri moment ya kwanza ndio ilikuwa tamu sana kuliko moment zingine, kwa sababu nakumbuka ilipigwa $8,000 alafu nikatoka Dodoma kuja Dar. Ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza
ni kama 16. Kwa hiyo unakuta ndo mara ya kwanza kulala kwenye 5 star, mara ya kwanza kupata VIP treatment, mara ya kwanza yani ile first time feeling. Na nilikuja nikaosha sana dawa kwa sababu kutoa ule ushamba. Japokuwa kuna muda fulani regret, ile muda fulani mzee mmoja akaniambia usiwaze kijana. Ndio ilikuwa mwanzoni wa kushika hela. Kwa hiyo usinadili sana, usijilaumu sana. Kwa sababu ule muda zilikuja afu kuna muda kama vile zikakata. Kwa hiyo nikajilaumu kwa nini pale sikufanya vitu vya muhimu au kwa nini sikupangilia vitu vizuri. Sio manisoma. Japokuwa mzee alinicheka akaniambia bwana wewe usiwaze. Hichi kilikuwa kipindi chako cha kupata hela cha kwanza. Bora umejua ili baadaye usije ukarudia makosa yale. Lakini pia feeling ya pili nafikiri it's not recent, japokuwa ilikuwa ni hapa downtown. Unajua kuna magari fulani hivi unayaona mtandaoni. Sasa siku ukija ukilishika ile ndinga hapo kaliweka ndani kuna feeling fulani ya tofauti kuona. Zamani ulikuwa unaziona Instagram na unaona masuperstar wanaendesha au wanakalia, wananunua, wanapaki ndani, sio so. Sasa inapofika muda inakaa kwako hiyo feeling brother tofauti. Lazima tuipimpe. Asema hiyo kwa tumeipimpu kidogo. Kuna moja nimeona umeipin pale juu ile ni meba kama nini? Amna, si ni Benz ya kawaida tu brother, si kasi. Ndio bei gani ile? Ngoja kwanza tufute off record. Off record. Niwaambie kitu kimoja. Just get the experience. Yani usije ukaangalia kwamba umeimport au umechukua kwa mtu. Just get the experience, inatosha. Let's get the experience. But tuongee na wewe. This is not an interview. Tupige story. Tuko KSFM ni nyumbani. Nyumbani kabisa hapa. Mimi mwanangu. Ule gari umechukua shilingi ngapi? Mbona narudia swali? Tunabidi tulitoe. Tunajaribu kuwasaidia vijana kwa sababu kuna kijana sasa hivi yuko zake Katavi. Yeah, sure indeed. Sasa ni kweli. Sasa unamwambia hivi twins kwamba unamfanya na yeye aamke pale alipolala. Amna, na yule kijana nako pia tusimpanikishe kwa sababu unajua kuna muda fulani. Amna, ngoja sasa labda tupanikishane tuliopo studio muda. Kila mtu afungue simu yake tuone bank balance anafanya shilingi. Au twende kwa statement. Sasa tunaanza mzunguko unaenda hivi. Umeona kitu hicho? Hamna. Vuta simu. Na naomba tufanye kitu kimoja. Sasa hapa tunachokifanya tunaanzia hapa tunakuja. Okay. Baza unatumia benki gani? Mimi nina 2. Una 2? Una moja ambayo imeshiba. Moja ambayo imeshiba. Ambayo unajua statement yake ikitoka hapa tunaweza tukasalimiana vizuri. Si ndio walisia wangu? Walisia wako baza. No, it's true story. Walisia wangu, mimi speech hii. Ni benki gani? Statement tunaivuta tu. Tuivute statement. Hata miezi 12. Hiyo nzuri. Vuta statement hapo online, hapo wanafanya gachapo ama jamaa. Dakika moja. Wewe vuta. Tuvute statement hapo. Haina noma. Okay. Vuta miezi 12 hapo afu na ni hapa hivi. Fanya kwa ajili yako. Taarifa, historia, kabili, tuchague miezi 12. Weka email tu hapa hivi, afu inavuta. Mimi naomba kwenye hiyo kwenye huu bishani wa Vigogo. Hatubishani, sio tunamotivitiana. Kwenye huu bishani wa Vigogo, mimi naomba nitolewe mjasiriamali mdogo. Ni wote. Mimi tayari nishaomba hapa. Nishaomba. Hii hapa tunasubiri email dakika chache tu. Inakuja hapa. Mimi nishaomba kale katoto kale. Ngoja tu. Hiyo inakuja chapu sana. Ni wako majamaa kwa haraka sana. Tayari hii hapa imekuja. Nichukue tukio hapo kwa sasa. Ngoja kwanza. Tuichukue. Na mimi nishakuja. Nini? Bimoja? Hatujasema chochote. Sasa mbona umeshtuka sana aliposema bimoja? Hamna, sasa lazima ushtuke. Hivi vitu wewe unavichukuliaje? Wewe ishakuja? Okay, tuna zoom, sio? Tuna zoom. Hapo tumezoom hapo. Tumezoom. Haya, tuzoom na huko gani. Bila sasa mwali itakuwa ya kawaida ya leo mimi sina kwambia. Hamna, sasa angalia namba. Unajua? Hamna kuitaja. Hamna kusimulia sasa.
akufungulie sasa huko. Kwa namba ziko ngapi? Ngoja kwanza. Kwa namba ziko ngapi? Sasa wewe ndio hapa. Kaka tuje. Sasa wewe tusiwapanikishe watu. Tusiwapanikishe watu. Ila nini? Shukran, bless brother. Hebu naomba tuongee na watu kwa faida yao pia, si bwana. Kitu gani ambacho tunapaswa kufanya tukiwa kama vijana ambao tunajiona kama tumestaki? Unajua mwanangu, kama ukiangalia ni true story bros, tumestaki. Ni kweli bro. Tunastaki kwamba tunajaribu kufanya kila kitu kwa sababu tunaona vitu haviendi. Kwa unajikuta ndo unajaribu hiki, unajaribu hiki. Kuna watu unajua nao ndio wako kwenye trading lakini wanashindwa pia kwenda kutokana na kama pia haviendi. Unaelewa vizuri. Wengine wapo kwenye biashara, wapo kwenye maisha mengine. Tunajaribu lakini kama haviendi. Let's tell us some. Hebu tuambie kitu mwanangu kwa faida yetu sisi wote ambao tunaona kama tupo tumestaki. Nini cha kutuambia? Sababu labda mimi ni share my real time experience ili watu waweze wakaelewa kwamba tunaweza tukafanya nini. Kwenye maisha sasa unapoingia kwenye upambanaji, kama nilivyosema awali, biashara haimwonei mtu yote huruma. Na haiwezi ikasema kwa sababu wewe ni mdogo, kwa sababu wewe ni mkubwa, ngoja tununue bidhaa zako au tupush deal lako liende au sisi tufanye kitu chako. Usipotumia akili kwenye kitu chochote unachokifanya, rafiki yangu umeisha. Na mwisho wa siku lazima ujifunze kwa waliotangulia. Sio tu kwenda kwao na kuwauliza maswali, ila kuangalia process yao ya mwenendo wao wa maisha na kile wanacho undergo through. Penda sana behind the scene than the real movie. Yani movie ile achana nayo. Maisha ya mtandaoni haya yaliyopo nje hivi achana nayo. Wewe ipende ile behind the scene, inakuaje? Jamaa anafanyaje? Anachekechaje mzigo mpaka huu unafanya nini? Unatoka. Kuna kitu kimoja ambacho sisi tunachanganyikiwa sana. Kuna masuala ya mahusiano na kuna anyway kwenye biashara naweza nikasema sawa. Lakini ngoja nistiki kwenye mahusiano kwa sababu vijana wengi ndo tunapotea. Kwa sasa hivi naona vijana wengi sana wadogo wanatamani kumaintain watu ambao wapo out of their league. Alafu wanaingia kwenye mashindano na watu ambao wako nje na ligi yao pia. Kuna mtu sasa hivi ana miaka 37. Kamaliza chuo 10 years back. Sasa hivi ana kazi yake na anakula zile zinaitwaga nini, zile watu wanatokaga nje wanaenda kama seminar nini, anakula zake seminar pale, anakula posho. Sasa yule jamaa akizikusanya zile za posho, zile za seminar kama 400 500, akimwachia mama mtu au akamwachia wawake, sio unaelewa vile na make sense. Sasa unakuta wewe kijana ndo kwanza upo chuo au maybe ndo kwanza umetoka chuo upo sasa mtaani. Alafu upo na mtu yule ambaye anatoka na yule main guy. Sio umesoma vizuri. Sasa unajikuta kwamba mtu wako lazima anaanza kukupressure kwenye level ya maisha ambao wewe haupo. Baby naomba hichi, baby naomba hichi, baby naomba kile, naomba hichi. Sasa unajikuta badala ya kukaa chini kuconcentrate na biashara ulionayo, ujue kabisa ya kwamba leo nimepeleka dukani nguo za 50,000, zimetoka za 30,000. Kwa sababu gani zimetoka? Maybe wateja walipenda hichi na hichi na hichi. Ngoja nivute tena hichi. Ngoja nifanye. Sasa unaona concentration inatoka kwenye mzigo wa biashara, unaanza concentrate na mtu ambaye anaanza sasa kuhitaji vitu ambavyo vipo out of your league. Sio, umeelewa vizuri? Sasa unakuta kwamba unakaa kuconcentrate na mtu ambaye yuko nje ya mchezo wako. Sasa lazima tu ile dream ipotee. Sasa unakuta hapo vijana wengi sana mpaka atoke kwenye hao mahusiano, unakuta miaka 2 ishaenda. Na unakuta hiyo miaka 2 ikishaenda tayari kashapoteza ule mtaji wote, kashapoteza na direction. Mpaka kuja kujikusanya tena asimame. Sasa unakuta anataka tu kusimama, anakuja mwingine tena. Anataka kusimama tena, anakuja mwingine. Na unakuta kuna vipaji vingi vinapotea. Mtu anainuka kidogo maybe kwenye muziki au maybe kwenye biashara au maybe kwenye kitu fulani. Alafu hapo anakutana tu na mtu hapo katikati. Sio maana vizuri kwa makini sana na mahusiano, kwa sababu ukikutana na mtu mwenye negative energy, mtu ambaye akupush wewe kwenda mbele, mtu ambaye akupush wewe kuzifikia ndoto zako, mimi nashauri ni mara 100 kuweka pembeni kabisa mahusiano na kuendelea tu na maisha ya upambanaji. So mwisho wa siku ni familia yako ndio inaomba bili, ni maisha yako wewe mwenyewe yanaomba kodi, ni mwili wako unaomba mavazi, sio umeelewa vizuri? Ni wewe mwenyewe jina lako linahitaji heshima. Sasa usipojua kujiweka wewe mbele, hapo ukatanguliza mtu ambaye ana babake na mamake, ana familia huko nyuma,
lakini still bado kwa vitu wanavyovihitaji mtu ambaye anatakiwa awe nayo yupo kule. Sasa huo hapo mashindano tena. Oya, teacher sasa mwenyewe atarudi pia for the next time. Exactly, brother. Thanks so much. Just in case of anything, Instagram. Sure. Ukisearch tu Sir Samuel au Kings Capital tunakutana. Imeisha bana. So bless my brothers. Tupo pamoja. Baba. Noma sana. Kubwa sana mzee wangu. Hongera sana. Hii ndio ya mwisho hiyo. Bless bro. Amen bro.